Na nikasema uchawi ni nguvu inayofanya kazi kwa siri kubwa, lakini uchawi ni nguvu ambayo inawatumikisha hadi watu walioko kanisani, hadi watu walioko makanisani. Walioko makanisani wanaishi chini ya, wanaishi ndani ya kiwango cha uchawi ambao ndani yake umebeba mafarakano au vizuizi kati yake na Mungu. Wanaishi kwa kiwango cha uchawi ambao uchawi kazi yake ni kupingana na kweli, ni kupingana na haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi wasimami sawa sawa. Kwa nini? Kiwango wanachoishi hakitokani na Mungu wao, hakitokani na nafasi ya Mungu wao, kinatokana na nafasi ya yule mwalimu. Sasa ni vizuri pia ukawa makini. Na ndio maana Mungu tuliona msingi wetu ulipoanzia kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 23, anasema hakika hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli. Lakini kule nyuma kabisa, kabla hujafika kwenye mstari wa 23, anasema hakuona ukaidi wala uovu katika Israeli. Na ndio maana nikwambia mpendo, ukishakuwa mkaidi, ukishakuwa huwezi kusimama sawa sawa, uchawi utakuzuia. Uchawi utaishi kwenye ofisi yako, uchawi utaonekana kwenye ukoo wako na kwenye familia yako. Ukikuendesha ni kweli unaweza ukawa uoni, lakini maisha utakayoishi ni ya kiwango cha wachawi, au ni ya kiwango cha mawazo ya waliokoroga, ni kwa kiwango cha mawazo waliokunenea mabaya, ni kwa kiwango cha mawazo yao, sio ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana tuliona Balaki anaenda kumwambia Balamu awalani Israeli ili awapige. Manake Israeli wasiwe na kiwango cha nguvu za Mungu wao. Umeshawahi kujiuliza kwa nini kanisa watu wanakuwa hawatembei kwenye kiwango cha nguvu za Mungu, kwenye kiwango cha nguvu za Mungu wao? Balamu anakodiwa, Balamu anaomba aende akawalani Israeli wasiwe na nguvu za Mungu wao, zinazompiga kila mtu anayekutana naye, zinamwangusha kila adui wanayekutana naye. Umeshawahi kujiuliza kwa nini ndani ya kanisa leo kuna watu wanalia kwa ajili ya kuangushwa, kuna watu wanalia kwa ajili ya kukatishwa tamaa, kuna watu wanalia ili ya matendo ya adui zao vinachowafanya walie? Ni kwa sababu hawaishi kwenye njia ambayo Mungu anasema, kwenye mlango ambao Mungu amewapatia, kwenye mawazo ambayo Mungu amewapatia. Hawatembei kwenye njia ya Bwana. Unapokuwa utembei kwenye njia ya Bwana, unatembea ndani ya uchawi. Kwa usitegemea kubadilisha matokeo. Israeli walikaa kwenye uwepo wa Bwana. Mungu alipoangalia akaona hakuna ukaidi. Manake hawapo kama shetani, kwa sababu shetani ndio baba wa uchawi. Uchawi tunaozungumza ni mawakala wa shetani ambao wanafanya kazi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni mawakala wa shetani wanaofanya kazi duniani. Mungu alipoangalia akagundua jamaa hakuna ukaidi. Akageuka akaangalia akaona hakuna uovu. Akasema hakika hakuna uchawi utakaowaondoa hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hili ni neno la Bwana. Asema hakika hapana uchawi wala uganga juu ya Israeli. Kwa nini? Kwa sababu watu ukishasimama kwenye utii, ukishakubali kuwa mnyenyekevu, ukishakubali kufanya yale ambayo Mungu anasema, hakuna mchawi duniani, Bwana Yesu asifiwe, anayekuweza wewe. Ni yule anayetoka juu. Hakuna anayeweza kukuweza anayetoka chini. Kumbuka kuzimu iko chini. Na ndio maana Yesu maandiko anasema alishuka mpaka pande za chini.